Ndugu wapenzi wa kipindi Ukweli wa Kuaminika kupitia chini yetu hii ya Akamo Cheno. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa hiyo ni bora tushukuru Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah alladhi ayana amatana baadana wa alaihi nushuru. Ama baada kumshukuru Mwenyezi Mungu jalla jalal kwa kuwa ametuongoza na kwa sababu ya neema yake sisi sote tuko hapa tukiwa hai, tuseme kwake arahuma amin. Naam, baada ya mada ambayo tumeitangulia kwa kuzungumza kuhusiana afatwe nani miongoni mwa watu wawili baadhi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama na Isa bin Maryam, leo hii tunakwenda kuzungumzwa ni njia ipi inamlazimu mtu Ayifuate, kwa sababu Mtume Muhammad alichokizungumza kwamba yeye ni wa kwanza kumfuata Isa bin Maryam fi dunia wal akhirah. Alipomaliza hilo neno, naye pia kuna kingine amekielekeza ummatu wa Kiislamu. Ndio maana tunataka kuonyana Waislamu leo kwa ajili ya kutizama ni kitu gani alichokisema mtume, ni kitu gani alichokizungumza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama kuhusiana na njia ipi mtu anaweza akaifuata. Hicho ambacho tunakwenda kukizungumza tunakikuta kwenye kitabu hiki Al-Lulu al-Maktum, Al-Lulu al-Marijana, hadithi ni ukurasa wa 960, hadithi yake ya 1708. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama anasema, hapa inasimuliwa na Said na Kudri, anasema hadithi ya Abu Said na Kudri kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, anasema wallahi. Hapa mtume anaanza akimtanguliza Mwenyezi Mungu, anasema wallahi, mtazifuata njia za waliokuwa kabla yenu, shubiri kwa shubiri na dhiraa kwa dhiraa, kiasi kuwa hata kama wataingia katika shimo la mburukenge mutawafuata. Tukasema, ewe mtume wa Allah, unawakusudia Mayahudi na Manaswara bimaana wa Kristo? Akasema, kumbe wa nani? Jamani, hii imetafsiriwa na Bukhari kwenye hadithi nambari 422, ilikuwa juzuu ya 9. Hii hadithi hapa Mtume Muhammad ameanza kimtanguliza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema kwamba wallahi wabilahi watalahi, nyinyi Waislamu, nyinyi ummatul Muhammad ambao mnanifuata mimi, mtazifuata njia za waliokuwa kabla yenu, shubiri kwa shubiri, dhira kwa dhira, kiasi kwamba hata kama wataingia kwenye shimo la mburukenge, basi nyinyi mtawafuata. Hawa jamaa wakawa wamechanganyikiwa, wakawa wajaelewa anachokizungumza mtume, ndipo wakamuuliza swali, wakamuoji mtume, je mtume, hao watu ambao nawasema tutawafuata kwenye njia yao, unakusudia kusema Mayahudi na Manasara bimaana wa Kristo? Mtume akajiba akawaambia, kumbe wanani? Sasa mlidhani naongelea wanani? Bimaana hapa Mtume Muhammad alichokielekeza hapa, kabla yeye kuchukua hatua, akasema kwamba mimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au la nafsi, ni wa kwanza wa viumbe birishi sabini Maryam, kumfuata Yesu mwana wa Maryam fi dunia wa akhirah, ikiwa duniani mpaka mbinguni. Alipomaliza hiyo hoja, akawa amewaelekeza tena Waislamu hapa katika kuelewa njia sasa ya kumfuata Isa. Akasema, ili muweze kumfuata Isa sasa kwenye njia hii ambayo mimi mtume nimeifuata, itawalazimu nyinyi kufuata njia ya waliokuwa kabla yenu, na hao ni Mayahudi na Manasara wa Kristo. Bimaana hawa ndo wameamini mitume za zamani huko, ndo wameamini maandiko ya Mwenyezi Mungu. Na akawaambia, mtawafuata dhira kwa dhira, shubiri kwa shubiri. Bimaana Waislamu inawalazimu nyinyi mfuate Ukristo, tena mfuate Ukristo dhira kwa dhira,
shubiri kwa shubiri. Bimaana kila kitu ambacho kinahitajika katika Ukristo, nyinyi inawalazimu mkifuate kwa kiasi, hata kama mtume amesema neno likubwa hapa, mpaka anasema kwa kiasi cha kwamba hata wataingia kwenye shimo la mburukenge, basi wafuateni. Kwa mujibu wa Muhammad anasema njia yoyote ambayo Mkristo atapitia, Muislamu na wewe pitia hapo hapo. Japokuwa hiyo njia itakuwa ni ngumu, itakulazimu kuingia hata kwenye shimo la mburukenge, basi fuateni, kwa sababu hao ndio walio katika njia ya haki na njia iliyonyooka. Ndio maana mtume ikamlazimu kuwaelekeza na kuwaongoza Waislamu kufuata njia ya Wakristo. Ndugu zangu Waislamu, ndugu zangu wa Kristo ambao mnanifuata kupitia channel hii ya Kamo Channel, hili ni neno la Mtume Muhammad, kauli kutoka kwa Jibrilu inamshukia mtume na kumuongoza ili mradi aweze kuongoza ummatul Muhammadi wa siku hizi za mwisho, siku hizi ambazo ni siku za kiyama. Ndugu zangu, tunakaribia siku kuu za kiyama ambazo zitakwenda kurekebisha kila mtu, zitakwenda kumwonyesha kila mtu mahali pake. Hapa usije ukasema heti sijaelewa, usije ukasema heti sijaambiwa, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama yeye alikuwa muwazi. Mambo yote ameyaweka katika njia yake, mambo yote ameacha, ameyakamilisha. Itakulazimu wewe na mimi kufuata kile ambacho alichokisema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Na hicho ndo hiki, mtazifuata njia za waliokuwa kabla yenu, shubiri kwa shubiri na dhira kwa dhira, kiasi kuwa hata kama wataingia katika shimo la mburukenge mtawafuata. Wakasema, ewe mtume wa Allah, unakusudia Mayahudi na Makristo, bibana Manasara? Akasema, kumbe wa nani? Sasa alichokisema mtume hapa, hiki ndicho kinatulazimu sisi, ambacho kinapatikana kwenye kitabu hiki Al-Nur wa Marjan, ukurasa wake wa 990 hadithi 1708. Asante ndugu mpenzi, asante kwa kipindi hiki, asante wewe ambao unatufuatilia siku kwa siku. Kwa hiyo kama utakuwa na hoja yoyote au utakuwa na kila kitu ambacho itakulazimu uchangie, wewe ongea nami kupitia namba hii ya WhatsApp ambayo unaiona hapo chini. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akuzidishie kila laheri, inshallah kheri.